Kichaka akawa anamsindikiza mke wake kazini. Wakati wako njiani kuna mtu akamsalimia mma akamwambia Kichaka atakuwa mteja wangu nadhani. Kichaka akasimamisha toroli la chakula. Mwamba aliposhuka kwenye gari, mma akamwambia tuna maharage, wali, pia tuna tandi. Nini unataka kununua? Kiukweli sihitaji kununua kitu. Nimekuja kukusaidia kwa sababu mwanamke mzuri kama wewe afai kuchomwa na jua. Hebu nikupe lift. Samahani, nimeolewa na huyo ndio mwanaume wangu. Mwamba akamwangalia Kichaka kisha akamwambia ndio huyu? Ndio mimi Mimi sio tajiri. Come on, hebu kuwa mpole. Basi nitawapa wote lift. Sikiliza, mimi nitakupa lift ya kuzimu we mpumbavu. Kwani kuwapa lift ni makosa? Kichaka akamwambia naomba uondoke. Ondoka kabla hujaweka kwenye gari la wagonjwa. Mwamba ikabidi tu aondoke. Mma akawa anamzuia mume wake aache hasira za kipumbavu. Kichaka akamwambia mimi sitaki kila mtu akuite au hey. Kwani wewe mbwa? Uje sipendi unachokifanya. Jinsi unavyonifanyia uje sipendi. Aya tangulia. Mimi sitangulii. Nitakupiga makofi ujue. Huwezi kunipiga makofi, najua unanipenda sana. Huwezi kunipiga. Kichaka akachukua mkokoteni na kuelekea kwenye biashara. Jioni Kichaka akamletea gauni mke wake. Baada ya kulicheki akagundua ni refu sana. Akawa analalamika kwa nini kamletea nguo ndefu? Haitamfanya awe huru katika kuhudumia wateja. Akamwambia hiyo ndo nzuri. Itafanya kalio lako isionekane sana. Kichaka wakati ipo gereji anafanya kazi zake, mara meseji ikaingia. Maana alidivert simu ya mke wake. Kila meseji inayoingia lazima imfikie yeye kwanza. Akamaindi kuona kuna mtu kamtumia message kwamba anataka chakula mama ampelekee nyumbani kwake. Ikabidi atoke ofisini kwake na kumfuata mke wake kazini. Bosi wake akashangaa leo tatizo ni nini na nini kinaendelea. Alipofika moja kwa moja akamuuliza nani kakutumia hiyo message? Akamwambia mteja, tumefunga biashara, hebu ondoka. Nimekwambia tumefunga biashara, wewe mpumbavu toka. Akamrudia mke wake na kumuuliza nani kakutumia hiyo message? Alipoisoma akamwambia mteja wangu baby, huwa nampelekea chakula kwake kwenye nyumba yake. Kufanya nini? Nampelekea chakula alichoagiza. Unasemaje wewe? Unajua utasambaza hivyo vyakula mbinguni? Shida iko wapi sasa? Unawezaje kumpelekea chakula kwenye nyumba yake? Yeye kama nani? Ni mteja. Kila nikimpelekea chakula ananipa pesa nzuri zaidi. Wakagombana sana. Mimi ndo nimekuoa au wewe ndo umenioa? Najaribu kukusaidia pia. Kwani mpaka sasa umeingiza kiasi gani? Kiasi gani nimeingiza? Wewe unanitukana si ndio? Sio hivyo. Kichaka akampiga mkwala. Kama ataenda kumpelekea chakula atamfanyia kitu mbaya na kuamua kuondoka zake. Baadaye kuna mzee aliyopika kwenye kipala akawa anapita bila kumsalimia mma. Mma akamsalimia. Naomba usinisalimie maana sihitaji salamu zako wewe. Kwa nini hutaki kuniungisha tena? Kitu gani kimetokea? Sikiliza, si umeona iko chakula? Kama usitoweza kuja kununua tena. Mma akashangaa. Chukua iko chakula na nenda kamuuzie mume wako. Kwa nini? Akamwambia kama nikimwona mtu yoyote anakuja kununua chakula kwako, nitamwambia umeweka limbwata. Samahani mzee, usinifanyie hivyo. Au kwa sababu una kalio kubwa nadhani kila mtu atakuja kununua chakula kwako? Mzee akamwambia kama nitakuja kununua chakula kwako tena niite mbwa. Mzee akaamua kuondoka zake. Mma akawa anamlaumu mume wake kwa sababu yote yeye ndio kasababisha. Usiku Mwamba akapaka mkongo. Mma akatoka chumbani haraka. Hebu njoo tumalizie. Jamani baby nimechoka. Mma akawa anamkwepa. Sasa unataka nifanyeje? Nishapanda mlima nashukaje sasa? Kwea mnazi tu baby. Basi njoo nifanyie masaji tu. Hapana baby nimechoka. Wakawa nakwepana, Kichaka akipita huku, Mma anapita huku. Kichaka kumbe kapaka mkongo ili mke wake apate mimba. Maana kila siku anajitahidi kuingia pangoni lakini Mma hapati ujauzito. Jioni wanarudi kutoka kazini wakiwa kwenye bajaji. Mma akatangulia